Wapenzi wa Bwana, katika jina lile tukufu la Yesu naomba kuwasalimu amjambo. Ninawasihi tu jambo moja, sitakaa hapa kwa muda mrefu. Ingawa mimi si daktari, lakini kuna rumors nasikia madaktari wanasema mwili ukikaa sana sukari inateremka, na sukari ikiteremka mawazo yanaenda. Kwa hivyo tumekaa hapa, sukari zimeenda chini. Ndio sababu nawasihi kwa jina la Yesu mtulie kidogo sana, tusome tu neno fupi hivi la kuleta faraja katika hii familia. Maneno ni mawili ambayo nitayalete kuhusu huyu pasta wetu ambaye amelala. Ningependa kusema ya kwamba huyu ambaye amelala, kwa mke wake, kwa watoto na washiriki na watu wote, maisha ya huyu ambaye amelala ni maisha yaliyoyaishi kwa neema, maisha ambayo yalikuwa na lengo, maisha ambayo hayakwenda upande wa kulia ama upande wa kushoto, maisha ambayo yaligusa wengi, maisha ambayo yaliwafikia matajiri na masikini, maisha ambayo yaliwafikia waliosoma na wasiosoma, maisha ambayo yaliwafikia wale ambao ni vijana na wale ambao ni wazee, maisha ambayo yameacha kitu wa Kiingereza wanasema a legacy, ambayo Mungu hatakuwa na aibu na haya ya kumuita mtoto wake, kwa sababu yeye alihakikisha kwamba ushindi uliokuwa mzuri na wa furaha aliyaishi hayo maisha akiwa kama mtumishi katika injili ama katika shamba la Bwana. Na kwa sababu hivyo tumekuja hapa, hatujakuja kuomboleza, hatujakuja kuuliza yeye alikufa namna gani, lakini tumekuja kujua aliishi namna gani, na tumekuja kujua kifo chake kilikuwa cha aina gani. Jambo la kwanza, mtumishi wa Mungu Kingoina hajafariki kama mpumbavu. Ni kwa sababu gani? Naomba nisome kitabu cha Samueli wa pili sura yake ya 3. Samueli wa pili sura yake ya 3, kuna jambo naomba kutoa pale ambalo litatusaidia kusema huyu mtumishi wa Mungu hachafa kama mtu ambaye hakuwa na mwelekeo. Samueli wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wake wa 31. Neno la Mungu linasema, kisha Daudi alimwambia Yoabu na watu wote waliokuwa pamoja naye, rarueni nguo zenu, mukachivike nguo za magunia, mukamlilia Abineri. Naye mfalme Daudi akaifuata jeneza, wakamzika Abineri katika Hebron. Naye mfalme akapasa sauti yake akalia kaburini kwa Abineri, nao watu wote wakalia. Ndipo mfalme akamuomboleza Abineri akasema, ilimpasaje Abineri kufa avavyo mpumbavu? Abineri, mikono yako haikufungwa wala miguu yako haikutiwa pingu. Aangukavyo mtu mbele ya wana wa uovu, ndivyo ulivyoanguka Abineri. Na watu wote wakaongeza kumlilia. Abineri alikuwa ni askari. Yeye zama zile Abineri alikuwa upande wa Sauli na mwingine akawa upande wa Daudi. Vita vilivyokuwa vikiendelea, Abineri akahama kutoka upande ule mwingine akaja upande wa Daudi. Lakini sasa kuja huku, huyu ambaye mahali alikuja, yule mkuu wa askari akafikiria kama amekuja, pengine amekuja kuomboleza, amekuja kupeleleza ili afahamu vile tunavyoendelea. Na kwa hivyo ikafikia ya kwamba huyu Abineri, yule mkuu wa vita upande wa Daudi, akasema hapana, huyu amekuja ili apate kujua na kupembeleza vile mambo yalivyo. Kwa hivyo sitaweza kumruhusu aishi. Joab aliyekuwa mkuu wa jeshi la upande wa Daudi akamwambia Abineri, njoo tuenda hapa kando tuongee. Bila kufikiria akamfuata Joab, akamdunga kisu na akafa.
Daudi aliposikia ndiye alilia, sasa Abineri umekufa kama mpumbavu. Ungejua ya kwamba huyu vile amekuita na ulihama upande huu, ungetoroka. Our brother, my sister and our sons, Pastor Kingoina hajakufa kama mpumbavu. Yeye amekufa kama mtu ambaye alijua ni upande gani angeelekea. Tukishaona hayo, wapenzi wa Bwana, sehemu nyingine ya pili. Kwa hivyo jambo la kwanza, huyu pastor hajakufa kama mpumbavu. Je, jambo lingine sasa, huyu pastor ambaye amelala, amemtumikia Mungu kwa uaminifu, amedhawadha miguu ya watakatifu, amekaribisha wageni katika nyumbani kwake na kwingine, amelisha waliokuwa na njaa, amewavalisha nguo waliokuwa hawana nguo, amewatembelea wagonjwa waliokuwa magerezani, amewatembelea, na yeye ametoa maji kwa wale ambao walikuwa na kiu. Amelitangaza neno la Bwana kutoka kanisa lake la nyumbani hata ulimwenguni kote. Kwa njia gani? Kwa wale ambao waliongoka kupitia kwa mahubiri ya huyu mchungaji, wametapakaa ulimwenguni kote. Na kwa sababu hiyo, kazi ambayo amefanya mtumishi wa Mungu atafufuka wakati Kristo atakapourejesha ufalme wake. Na kwa hivyo maziko ya mtumishi wa Mungu ni maziko ya aina gani? Yeremia 22 kuanzia mstari wake wa 17, Yeremia 22 kuanzia fungu la 17. Kuna jambo huko, wapenzi wa Bwana. Kwanza tumeona ya hajakufa kama mpumbavu kama bila Abineri alivyokufa kama mpumbavu. Sasa maziko yake ya huyu mtumishi wa Mungu yatakuwa ya aina gani? Kuna maziko ya aina mbili, wapenzi wa Bwana, kutokana na Biblia. Tuone moja katika Yeremia 22 kuanzia mstari wake wa 17. Neno la Mungu lasema yafuatayo: basi macho yako na moyo wako hauna utakalo ila kudhamani na kumwaga damu isiyo na hatia na kudhulumu na kutenda jeuri. Basi Bwana asema hivi katika habari ya Yoyakim mwana wa Yosia mfalme wa Yuda: hawatamuombolezea wakisema, ndugu yangu, au dada yangu, wala hawatamulilia wakisema, bwana wangu, au utukufu wake. Atazikwa maziko ya punda, atapururwa na kutupwa nje ya malango ya Yerusalemu. Je, maziko yako yatakuwa ya aina gani? Mtumishi wa Mungu, hatuendi kumuzika kama punda. Wakati huu Yoyakim, kwa sababu alikuwa mtukutu, alikuwa mkorofi, alikuwa mkaidi, na viongozi wote wenzangu mlioko hapa, tafadhali kazi ambayo Mungu amewapa kuongoza watu, iwe ni siasa na kwingine kokote, tafadhali ishi maisha, wakati wako utakapofika usipururwe kama punda. Totindekwa Ebunda. Yoyakim agatindekwa Ebunda. Nande no murayorenge. Iko viongozi wenzangu, tafadhali mlioko hapa, katika jina la Yesu, Mungu hakatai usiwe kiongozi, lakini hakikisha maisha yako, siku yako itakapofika, tusije huko kusema uongo. Ebirere binga abana banyasaye tukungainereria obokora. Pastor amelala, sio mkorofi, sio kama punda, amelala kama shujaa. Waimani, wapenzi wa Bwana, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo katika kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana sura ya 11. Yohana 11 na mstari wake wa 23, ni wakati Lazaro alipokufa, Yesu akaja pale kumfufua, na alipomfufua akasema mambo yafuatayo. Yohana 11 mstari wa 23,
Yesu akawaambia wale akina dada waliokuwa wanalia kwa sababu ya brother wao alikuwa amelala. Lakini fungu la 22 neno la Mungu kuanzia hapo linasema, lakini hata sasa najua ya kuwa yote utakayomuomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Yule Yesu aliyesema wakati ule ya kwamba ndugu yako atafufuka is the same Jesus saying here today, my sister Josephine, your husband Samson will rise again. Is here anasema, sons of pastor, God is saying your father will rise again. Na watu wengine wote, brothers and sisters, ndugu zake wote, brothers-in-law, sisters-in-law, your brother Samson will rise again. Your brother-in-law Samson atafufuka tena. Walio relatives, your father Samson, your father-in-law, your uncle, your cousin, your nephew, your grandson atafufuka tena. Washiriki wapenzi wa Bwana, mchungaji wenu ambaye ni muamini pamoja naye atafufuka tena. Community yote na neighbors wote, huyu fellow community member atafufuka tena. Kwa wale ambao mjaamini, neno la Mungu linasema kile kifo ambacho yule ambaye alikufa bila matumaini chatungojea. Kwa hivyo Mungu angependa tumuitikie sauti yake inapotuita ya kwamba tulalapo Mungu aseme huyu atafufuka tena. Swali ni kwamba, when you will be where I am now. Huyu Samson kifo chake kinaleta swali, utakapokuwa mahali nipo sasa, je, itasemekana ya kwamba huyu amelala na kulala kwake ni kule ambao kumebarikiwa, amekufa kifo ambacho kimebarikiwa? Kwa sababu gani atafufuka tena? Je, kwa nini usiwe mmoja wao? To the entire family ya Pastor Samson Kingoina, mambo haya yaliyo mazuri, habari hii ambayo ina matumaini, iwe ndio njia yenu ambao mtakapoishi, mnapoendelea kumtarajia, tunapoendelea kumtarajia Yesu Kristo arudi tena. Matarajio ya uzima wa milele ndio ambayo tungependa yawe katika maisha haya yetu, mahali ambapo hatutatengana kamwe milele zote, kwa sababu maziko ya pasta, maziko yako na yangu sio maziko ya punda ya kupururwa, bali yawe maziko kama yale ya mpumbavu ya Buna, bali yawe maziko kama ya Lazaro. Yesu akaja akasema, Martha, usilie sana na Mariamu, brother yenu atafufuka. Tuishi maisha ya kufufuka, wapenzi wa Bwana. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa. Kumuja Bwana ni hazina yake ya akiba. Haya ni yenu, watoto wetu. Mungu atawashughulikia vile ilivyo. Sasa mama pamoja na watoto, kitabu cha Mwanzo 45 fungu lake la 24. Mwanzo 45 na fungu lake la 24, neno la Mungu lasema yafuatayo, wapenzi wa Bwana. Mambo yaliyo katika Mwanzo 45 ni kuhusu familia ya Yusufu. Tunajua vile ndugu zake walivyomuuza kuelekea pale Misri. Wakati mmoja waliposikia hayo, wakaenda pale. Sasa alipojitambulisha kwao, wanajaribu kufupisha, alipojitambulisha kwao wakashangaa, lakini akawafanyia yote mema. Alafu akawaambia yafuatayo, Zaburi 45 fungu la 24. Akaagana na ndugu zake wakaenda zao, naye akawaambia, msigombane njiani. Tafadhali familia ya pastor, katika safari ya imani sasa,
imewabaki kwenu, msigombane njiani. Msigombane njiani. Mungu amesema hii inahusu watoto na mama. Tafadhali msigombane njiani. Zaburi 133 inasema, tazama vile ilivyo jambo jema watu wa familia moja wakiishi pamoja wakipendana. Kwa sababu wakiishi wakipendana, safari ya imani itakuwa rahisi. Kitabu cha Yohana 19, John chapter 19, mstari wake wa 26 na 27, neno la Mungu lina haya yafuatayo. Mwanzo 19 mstari wa 26 na wa 27. John chapter 19, Yohana 19 mstari wake wa 26 na 27. Neno la Mungu linasema yafuatayo. Yohana 19 26 na 27. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. 27. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Neno hili latufundisha nini? Children, take care of your mom. Biblia imeweka vizuri sana. Yesu alijua mama yake sasa hakuna mtu atakayempatia faraja. Ameona mtoto wake ameweka msalabani, akamwambia Yohana, kuja, angalia huyu mama. Sasa take care of her. Na akamwambia mama, huyu ndiye sasa atakaye kutunza. Tunzeni your mom. Never be arrogant to your mom. Msijaribu kuangaisha mama. Hana nguvu, hana chochote. Vile Yesu alisema, akamwambia mama, tazama huyu mtoto wako. Na neno la Mungu hapa tumelisoma, akasema ya kwamba, na yule mwanafunzi akamwambia, mpeleke umtunze. Children, take care of your mom. Tunaamini ripoti itakayokuwa inatoka kwenu sasa, pastor amelala, haitakuwa ripoti ya kutokea kwamba mama amehangaishwa, amefukuzwa kutoka kwa nyumba, sijui ameenda wapi. Hiyo itakuwa laana mbaya zaidi. Amos and Joel, hili neno la Mungu limesema, take care of your mother. Amen. Hana mwingine atakaye take care of her. To the community. Kitabu cha Exodus chapter 22, Kutoka 22 na fungu la 22, Kutoka 22 fungu la 22 hadi 24. Neno la Mungu linasema, usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mumewe, wala mtoto yatima. Ukiwatesa watu hao katika neno lolote, nao wakinililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao, na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake wenu watakuwa wajane, na watoto wenu mayatima. Community. Etabianirengo tuyaba gusi. Mtu anaenda kwa fence, oye liaga kayaba gochia. Ikiagirire na maua, alafu anakuja unakosensa mimata. Nyasawa tebile totema. Usitubutu. Iwe ni mahali hapa wanakaa, ama ni huko Kiminyanchwa. Usitubutu. Mungu amesema atakuonyesha. Kumbukumbu la Torati 19. Tunakimbizana na time, wapenzi wa Bwana. Kumbukumbu la Torati 19. Deuteronomy chapter 19 na fungu lake la 14. Neno la Mungu lasema nini? Haya ni mambo yanahusu communities, mahali ambapo tunaishi, mahali ambapo huyu mjane atakuwa anaishi. 19 mstari wa 14, neno la Mungu linasema yafuatayo, wapenzi wa Bwana. Usiondoe alama ya mpaka wa jirani yako,
walioweka watu wa kale katika urithi wako, utakao urithi ndani ya nchi ya kupayo Bwana Mungu wako uimiliki. Usiondoe alama ya mipaka Mungu aliyoiweka. Mithali 23 neno la Mungu linasema yafuatayo: kwa sababu hayo ndio wajane wanayoyapitia wakati waume zao wamelala, ama waume wao wamelala. 23 Mithali na fungu lake la 10 neno la Mungu linasema, usiondoe alama ya mpaka wa zamani, wala usiingie katika mashamba ya yatima. Abantu baminto tibwe banonye nengoko kero tigira swagu chiabwo. Don't. Neno la Mungu limetuonyesha ni jinsi gani Mungu anawazingira yatima na wajane. To basatanga amataina mangi tigemburi eraria na agosoroire. Nigerie mburi ya matao. Nirudie tena 23 tena and 11. Usiondoe alama ya mpaka wa zamani, wala usiingie katika mashamba ya yatima, kwa sababu mkombozi wao ana nguvu, atawatetea juu yako. Ikiwa hivyo basi, utapata nguvu wapi ya kuingia pale? Naomba niseme hili kwa kanisa. Yakobo 1 na fungu lake la 27. Yakobo 1 na fungu la 27, neno la Mungu lasema haya kuhusu kanisa lile kanisa ngakimwali lokali ya spice au worship. Something Mosojo. Okay. Embassy Mosojo. Yakobo 1:27 neno la Mungu linasema, dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo na maua. Hiyo ndio majukumu Mungu amewaachia. Mahali pale pasa alikuwa akishiriki, Mungu amewaachia hayo. Isaya 25, sasa hiyo ni yetu zote. Isaya 25 fungu la 8 na la 9. Neno la Mungu linasema, amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta majozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliye mungoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliye mungoja, na tushangilie na kuufurahia wokovu wake. Ufunuo 22 kuanzia mstari wake wa 14. Neno la Mungu lina haya yafuatayo tunapoelekea kutamatisha neno hili la Mungu. Ufunuo 22 kuanzia mstari wake wa 12 hadi wa 14. Neno la Mungu lasema yafuatayo. Ufunuo 22. Mungu anasema yafuatayo. 22 fungu kuanzia la 12. Tazama naja upesi, na ujira wangu upamoja nami, kumulipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima, na kuingia mji wa milango yake. Yesu anasema, tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumulipa kila mtu kama kazi yake ilivyo.
mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifua nguo zao, akuosha nguo zao, si kwa sabuni ya omo, lakini wazifua kwa damu ya mwana kondoo. Hao watakuwa na nafasi ya kuingia katika ile mbingu, na ule mti wa uzima ndio tutakao kula. Wapenzi wa Bwana, niruhusu my brother Maangi, mimi sijui kuimba, nikiharibu unisamee. Lakini sasa anayeitwa Bennett ameandika wimbo katika SDA hymno 428, wimbo unaosema Sweet by and by. There is a land that is fairer than day, pana mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa, Baba yetu hangoja pale, amepanga makao yetu. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale tu bado. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale tu bado. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale kwa Baba yetu mkarimu. Tutatoa shukrani sana kwa kipawa cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale tu bado. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Tunapoomba familia ije kwa maombi. Okay. Hebu nisome fungu lilioka hapa, nayo ni kitabu cha Warumi sura ya 13 kuanzia mstari wa 11. Warumi sura ya 13 kuanzia mstari wa 11 hadi 14. Neno la Mungu linasema, naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamuka katika usingizi imekwisha kuwaadia. Kwa maana sasa wokovu wetu ukaribu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali muvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Mungu wa mbingu aibarikie hii familia inapoendelea kuishi pastor asipokuwepo, lakini na matumaini ya kuonana siku ile Yesu atakaporudi. Katika jina la Yesu tuwaombea familia aliye Bwana na Mwokozi wetu.
Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa neno ambalo limetupatia faraja ya kwamba watu wako wanapolala hawalali kama wapumbavu. Watu wako wanamaziko yao hayakui kama ya punda, bali wanalala na matumaini. Maziko yao ni yale ya kwamba makaburi yatafunguliwa kama vile Isaya ametuambia na mafungu mengine. Unaporejea, tutakapotoka makaburi, Yesu, kukulaki unaporejea mawinguni ili kuja kutuchukua kule nchi ya mbinguni, mahali ambapo tutakaa milele zote bila mauti, bila kilio, bila chochote, kwa sababu hayo yote pamoja na shetani yatakuwa yamekwisha. Shetani yameangamizwa, tu peke yetu na wewe Yesu Kristo milele zote. Hii familia tuiwachilia mikononi mwako, uitendee kulingana na mapenzi ya neno lako, katika jina lako Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu. Get the point. Take a step forward.